Mimi William Vangimembe Lukuvi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi William Vangimembe Lukuvi naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi zangu za waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, na kwa wakati wowote nitamshauri kwa heshima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ni sauti ya mwenda zake, kiongozi maarufu na mashuhuri wa muda mrefu kutumikia Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, William Vangimembe Lukuvi. Asubuhi ya Machi 25, 2026 ilibadilika ghafla na kuwa nzito kwa taifa la Tanzania baada ya taarifa cha kifo cha William Lukuvi kupitia taarifa rasmi kutoka Ikulu. Sauti imepotea, kiongozi ameondoka. Historia imeandika ukurasa mwingine wa mwisho. William Vangimembe Lukuvi hayupo tena. Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sisi sote afya njema na kutuwezesha kuingia katika jengo hili. Najua safari ilikuwa ndefu sana. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Ikulu, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani amefariki dunia tarehe 25 Machi 2026 saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa, Dodoma. Alikuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa mshtuko wa moyo. Kifo cha William Vangimembe Lukuvi kimeacha pengo kubwa katika uongozi wa jamii ya Tanzania, huku akitambulika kama mmoja wa viongozi waliotoa mchango mkubwa katika siasa na maendeleo ya taifa kwa miongo kadhaa. Nataka mkuu wa mkoa uhakikishe kule kote ambako huduma zimesitishwa na zilikuwepo za kijamii zinarejeshwa. Zile choo zile ambazo wanafunzi sasa tunazo habari kwamba kuna baadhi ya wanafunzi wanakwenda kujisaidia vichakani, zijengwe na zirudishwe ili wanafunzi wajisaidie katika maeneo yao. Kule kwenye shule ya sekondari ya wasichana tunayo habari kwamba kuna mashine imeharibika, wanafunzi wanakwenda kilomita kadhaa kuchota maji kwenye kisima. Nakupa siku 7 lazima ile mashine itegemezwe, wanafunzi wapate maji kwenye kisima. William Lukuvi alizaliwa Septemba 15 mwaka 1955 katika mkoa wa Iringa. Alikulia katika mazingira ya kawaida, akionyesha mapema uwezo wa uongozi na bidii katika masomo. Alipata elimu yake ya msingi na sekondari nchini kabla ya kujiendeleza zaidi katika taaluma mbalimbali zilizomjengea msingi wa uongozi. Lukuvi aliingia rasmi kwenye siasa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, chama tawala nchini Tanzania. Alijijengea umaarufu kutokana na ukaribu wake na wananchi pamoja na uwezo wa kushughulikia changamoto zao kwa vitendo. Alichaguliwa mara kadhaa kwa mbunge wa jimbo la Isimani, jambo ambalo lilionyesha imani kubwa ya wananchi kwake. Ndani ya bunge alijulikana kwa hoja zake nzito na msimamo thabiti katika mijadala ya kitaifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, naomba waheshimiwa wabunge mtuvumilie. Bajeti hii ya mwaka huu ndio imeweka mapendekezo ya fedha ya kufanya kazi ya utekelezaji wa maagizo ya baraza la mawaziri. Bila shaka kupitia kamati yetu ya mali asili na ardhi tutatoa taarifa baada ya kupitisha hizi bajeti mbili, kazi gani ambayo imeamriwa kufanya katika vijiji 925 na maamuzi gani yametolewa na serikali katika vijiji ambavyo vilikuwa vimebakizwa 55. Mheshimiwa Naibu Spika, nitaka kutoa ufafanuzi huu. Katika maisha yake ya utumishi, Lukuvi alishika nyadhifa mbalimbali muhimu serikalini, ikiwemo ukuu wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Dodoma. Alijulikana zaidi alipokuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, ambapo alisimamia mageuzi muhimu katika sekta ya ardhi. Pia aliwahi kuhudumu katika ofisi ya waziri mkuu, akisimamia masuala ya sera, bunge, vijana, ajira na wenye ulemavu, akichangia katika utekelezaji wa sera za maendeleo ya kijamii na kiuchumi.
Lukuvi alitambulika kama kiongozi mwenye ukaribu mkubwa na wananchi, akijikita katika uwajibikaji, nidhamu na utendaji kazi. Alikuwa mstari wa mbele katika kusukuma maendeleo ya sekta ya ardhi na makazi pamoja na kuboresha matumizi bora ya rasilimali hiyo muhimu. Mbali na siasa, alitoa mchango mkubwa katika shughuli za kijamii, akisaidia vijana na makundi yenye uhitaji. Kifo chake kimeleta majonzi makubwa kwa Watanzania wengi. Ameacha nyuma historia ya uongozi uliotukuka, uadilifu na utumishi wa kujitolea kwa taifa. Urithi wa William Mvangimembe Lukuvi utaendelea kuishi kupitia sera, miradi na maisha yaliyogusa, huku akibaki kuwa sehemu muhimu ya historia ya uongozi wa Tanzania. Kwa sasa naomba wakae nje wote wagombea, na mgombea wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Musa Azan Zungu najua ni mbunge miongoni mwetu. Kwa hatua hii nitamuomba aende nje ili aungane na wenzake. Atarudi hapa wakati wa kupiga kura. Kila kiongozi ana mwanzo, na kwa Lukuvi mwanzo wake ulikuwa ndani ya mfumo wa siasa za vijana. Alikulia katika umoja wa vijana wa CCM, mahali ambapo viongozi wengi wa Tanzania walipitia. Hapa ndipo alijifunza nidhamu ya chama, uongozi wa msingi na mbinu za kujenga ushawishi. Hakuwa tu mwanachama, alikuwa mchezaji wa muda mrefu wa mfumo. Katika uongozi wa Rais Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Lukuvi aliingia kwenye baraza la mawaziri. Alishika wizara mbalimbali ikiwemo ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Hapa ndipo alipoanza kujulikana zaidi kitaifa. Alisimamia sera za serikali, uhusiano ya bunge pamoja na uratibu wa shughuli za kitaifa. Kipindi cha Rais Dr. John Pombe Magufuli kilimleta Lukuvi kwenye moja ya wizara nyeti zaidi, ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Hapa ndipo jina lake lililipuka zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ardhi ni chanzo cha migogoro, chanzo cha maendeleo na chanzo cha siasa. Na Lukuvi alikuwa mstari wa mbele katika kushughulikia migogoro ya ardhi, kusimamia upangaji wa miji pamoja na kutoa maamuzi magumu. Alisifiwa, lakini pia alikosolewa, na huo ndio uongozi. Wewe sema kwa ufupi nini? Nadai haki yangu, kiwanja changu. Wapi? Bucherere Nganza. Mnamdai nani hapa katika sisi? Ardhi. Unadai nini kwa mfano? Sema kwa nataka kiwanja changu wanipe. Kiwanja chako maana yake nini? Sijaelewa bado. Kiwanja changu kiko Bucherere Nganza. Una hati? Naishi hupo. Hapo kwenye kiwanja wewe umejenga unaishi? Nipo hapo kwenye kiwanja changu na nalima mpaka leo. Sijakuuliza unalima. Unaishi hapo? Naishi hapo. Nikituma mtu leo atakwenda kukuta unaishi hapo? Atanikuta, ndio, kwa sababu na sehemu hapo na kanyumba ipo. Nitakushika uongo. Nikikuta maana maisha tunayajua. Nikituma mtu nitakuta kweli unaishi hapo. Kuna watu wangu hapa utawakuta. Maneno yanabadilika. Nauliza mara ya mwisho, nikikukuta hapo nikikutuma watu wangu wanaishi hapo. Sasa na nyumba nimejenga hapo. Sasa kitu gani unachomuonyesha waziri kwamba hilo ni eneo lako? Kitu gani ambacho nini? Hebu niambie kidogo kwa. Kitu gani kinachokupa uhalali kwamba hilo ni eneo la kwako? Sema, simekupa nafasi useme. Kitambulisho kipo cha mwenyekiti. Katika uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kulikuwa na mabadiliko. Lukuvi aliondolewa kwenye baraza la mawaziri na kupewa jukumu la mshauri wa masuala ya uhusiano wa umma. Lakini historia haikuishia hapo. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 akarudi tena serikalini kama waziri. Hii inaonyesha kwamba bado alikuwa na uzoefu, alikuwa na umuhimu na nafasi katika mfumo. Mimi William Mvangimembe Lukuvi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tunachobaki kujiuliza ni kwamba je, Lukuvi ameacha nini nyuma? Kwanza, ameacha urithi wa uongozi. Ameacha historia ya siasa za CCM, ameacha mchango katika sera za taifa, ameacha kumbukumbu ya maamuzi magumu. Atakumbukwa kama mwanasiasa jasiri,
kiongozi mkali na mtu aliyedumu kwenye mfumo kwa muda mrefu. Lile eneo wenye mji wamepanga ni eneo la matumizi fulani. Kwa hiyo mliopo pale, subirini fidia yenu stahili kwa mujibu wa sheria ili mpishe uendelezaji huo wenye mamlaka ya kupanga waliopanga. Viongozi mbalimbali wanamkumbuka William Lukuvi na kuzungumza kuhusu mshtuko wa taarifa ya kifo chake cha ghafla. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema kuwa marehemu William Lukuvi alikuwa na moyo wa kujituma na kujitoa kikamilifu katika kazi, akibainisha kuwa alikuwa ofisini licha ya kujisikia vibaya na kwenda hospitali kisha kurejea kazini kuendelea na majukumu yake. Wewe ni mtu aliyekuwa anajua, tukisema siasa anajua kuichambua na kuielezea, lakini anajua kushauri vema kwenye siasa. Ukizungumzia swala la ushiriki wa chaguzi, alikuwa ameshiriki kwa muda wa kutosha, anajua, na alikuwa na jambo kubwa la kuturithisha vijana kwa kiwango kikubwa sana. Mimi niseme tu, tumempoteza mtu muhimu. Tumempoteza kaka yetu, baba yetu na mzee wetu ambaye muda wote alikuwa tayari kutushauri, kutujenga, kutuelekeza, lakini na kubwa zaidi kuturithisha yale ambayo alibahatika katika makuzi na mapito yake ya uongozi kujifunza. Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii Hamad Chande ameeleza namna marehemu William Lukuvi alivyokuwa kiongozi mwenye hekima na uwezo wa kusuluhisha migogoro kwa umahiri mkubwa. Alikuwa ni muumini mkubwa sana wa kutuunganisha wote kwa kitu kimoja. Mimi mwenyewe ameondoka na nimeondokewa na mwalimu wangu. Maana yake ni siku kadhaa alikuwa ananiita ofisini, lakini mimi mwenyewe nikiwa na jambo namfuata alikuwa ananielekeza sana. Mimi kufika mpaka kuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi ni pamoja na alama zake ambazo alikuwa ananipatia, unatakiwa uishije, kae vipi, hata kama uko serikalini na kitazamaji chama. Kwa kweli ni mtu ambaye alikuwa na uzoefu mkubwa sana wa serikali na Chama cha Mapinduzi. Naibu Waziri wa Uchukuzi na mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini David Kienzile amesema kuwa marehemu William Lukuvi alikuwa kama baba kwao, kiongozi mwenye uzoefu mkubwa wa kisiasa na kiongozi aliyeongoza na kutoa ushauri kwa hekima kwa vizazi mbalimbali vya wanasiasa. Kwa hiyo sisi tutamkumbuka kwanza kama kiunganishi chetu kama wabunge wa Iringa, lakini pili kama mtu ambaye mlikuwa mkubaliana hoja zinazohusu wananchi wenu, mnazisimamia na mnazifuatilia, na yako mambo ambayo tulikubaliana kwenye vikao vyetu. Yeye akiwa kama mlezi wetu, tulikubaliana hoja za barabara. Tukasema barabara inayokwenda Ruaha National Park ni barabara ambayo ni ya kitaifa, ya kimkakati. Tukao barabara ya Mafinga Mgololo, tukasema ni barabara ya kimkakati. Lakini tukakubaliana kuhusu uwanja wa ndege, tukakubaliana kuhusu pandisha hadhi ya mji wetu au manispaa yetu na mambo mengine mengi. Yote haya yako yanaanza kufanyika tukishirikiana pamoja, na mengine yanaendelea kufanyika. Sisi tutamkumbuka sana kwa mchango wake mkubwa aliyoutoa katika kuijenga Iringa yetu, lakini wana CCM tutamkumbuka kama kada wa Chama cha Mapinduzi aliyeanzia umoja wa vijana wa CCM mpaka mjumbe wa kamati kuu. Wanasiasa mkoani Iringa wameelezea masikitiko yao kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa Isimani na waziri wa nchi ofisi waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu William Vangimembe Lukuvi, wakimtaja kama kiongozi aliyetoa mchango mkubwa kwa taifa. Kumekuwa na uzoefu mkubwa sana aliofanya ndani ya nchi hii, ndani ya serikali na hata ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo si taifa tu limempoteza mtu mahiri, mtu mzoefu, lakini mkoa wa Iringa tumempoteza legendari. Alikuwa ndo mzee wetu hapa kisiasa, tumejifunza kutoka kwake na tutamisi sana. Naweza kusema kwamba mbuyu Iringa umeanguka. Lukuvi alikuwa muhimu sana kuunganisha watu mbalimbali katika mkoa wetu wa Iringa mjini. Kwa hiyo ni pigo kubwa kwa mkoa na taifa kwa jumla. Tumeupokea msiba kwa ghafla sana, kwa sababu hata jana kama mliona vyombo vya habari alikuwa akiendelea na shughuli za kibunge pale Dodoma bungeni, na ndugu zetu wengi wa Iringa wapo Dodoma huko pale bungeni, wamekutana naye na wamezungumza naye vizuri. Hivyo sisi tumepata kwa mshtuko mkubwa sana taarifa hizi za kifo cha mpendwa wetu Lukuvi, lakini basi pigo kwa wanajimbo la Isimani ni kubwa mno, kubwa sana. Wanajimbo la Isimani
wanaendelea kupiga simu, hawaamini kilichotokea. Wananchi wa jimbo lake la Isimani wanamzungumzia Lukuvi kama kiongozi shujaa aliyewasaidia katika jimbo lao. Na kati ya kitu ambacho ilikuwa ni changamoto sana katika jimbo la Isimani mpaka awamu hii ya mwisho, nadhani ilikuwa ni changamoto ya maji, kulingana na hali ya kijiografia, tabia ya nchi na nature ya ile zoni ilipo. Lakini amepambana kadri ya uwezo wake kama binadamu, na mpaka tunapozungumza sasa hizi amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kupeleka maji ya kwenye mfumo wa Iwasa, maji kutoka Iringa mjini mpaka Isimani. Amefanya ushirikiano, ujenzi wa mazahanati, madaraja. Kweli ukiangalia katika majimbo mengine ambayo hayajafanyiwa hivyo, na sisi tukiona ambacho kile alichokifanya, kwa sababu ni mwanadamu, naye kwa upande wake amejishughulisha sana kwa kuwasaidia wananchi kwenye miundombinu ya usafiri ili watu waweze kupata tija ya kufanya maendeleo. Kifo cha William Lukuvi si tukio la kawaida, bali ni mwisho wa kizazi fulani cha viongozi, mabadiliko ya kizazi cha siasa na mwanzo wa sura mpya. Leo tunamwaga kiongozi rafiki na mtumishi wa taifa, William Vangimembe Lukuvi. Safari yake imeisha, lakini historia yake itaendelea kuishi. Mimi ni Semio Sonyo. Asante kwa kusikiliza makala haya. Tuendelee kumwenzi, kumwombea na kumkumbuka mwenda zake William Lukuvi. Pumzika kwa amani, Mheshimiwa William Lukuvi. Sasa hadithi hii najua inawahusu wengi. Hadithi hii kwamba Mheshimiwa Rais katubeba tulio wengi inawahusu wengi ndani. Kwa hiyo kwa niaba yenu nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutubeba. Kura zetu nyingi tulizozipata zimetokana na utendaji wa serikali ya awamu ya 6. Baada ya kusema hayo machache, ndugu zanguni, niwapongeze sana wote kabisa mlioshinda katika majimbo yenu na katika utaratibu mwingine na wale wa kuteuliwa 6.